Mtazamaji, ni kipindi kingine cha Mimi na Tanzania. Siku ya leo tukiwa uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere, ambapo tulikuwa tunazungumzia masuala ya madawa ya kulevya. Ilikuwa wiki iliyopita ambapo mliweza kusikia viongozi hawa wawili, kaimu kamanda wa viwanja vya ndege SSP Renatus Chalia na mkuu wa upelelezi viwanja vya ndege SSP Hamad Hamis, wakizungumzia suala la ubebaji, usafirishaji na uingizaji wa madawa ya kulevya nchini Tanzania, hasa kupitia viwanja vya ndege. Leo hii ni muendelezo wa kipindi cha wiki iliyopita. Na sasa basi ni wakati wa kuwasomea maoni yenu, maswali yenu, maombi yenu wa Tanzania. Naomba niwaombe radhi tena, maoni, maswali yalikuwa mengi sana mpaka ninapoondoka kwenye website yangu ya Mimi na Tanzania kulikuwa kuna maoni zaidi ya 166. Kwa dakika 30 tutakubaliana sintaweza kuyasoma yote. Nitasoma machache sana. Nianze moja kwa moja na maoni kutoka kwa mtu anaitwa Afadin Isavi. Anasema rushwa ndio chanzo cha yote. Nadhani wangewekewa JWTZ, akaweka kwa mabano MP, kudhibiti hali hii, na pia wawe kila wiki wanabadilishwa kuepuka mazoea na ushawishi wa rushwa. Ikiwa pamoja na kubadilishwa pia wafanyakazi wa airport kila wiki. Haya ni maoni. Swala hilo kwa kweli sio sahihi, kwa sababu wale hata wanajeshi na wenyewe ni watu binadamu, na inategemea mawazo ya mtu au tamaa ya maisha ya mtu kwamba ana uaminifu gani, uadilifu gani. Kwa hiyo hilo ni awe mwanajeshi ni binadamu kama watu wengine. Kama ana tabia sio uadilifu, anaweza kama kosa yakatendeka. Alafu lingine umesema kwamba wabadilishwe mara kwa mara watumishi wa viwanja vya ndege. Swala hili kwa kweli itakuwa ndio vigumu na ndio itakuwa uchochoro sana sana wa kupitia madawa ya kulevya. Maana watakavyoletwa hawana uzoefu na shughuli ambazo tunazifanya hapa. Na itachukua muda mrefu, au mambo ya screening machine ambao hana uzoefu. Na isitoshe hata askari wetu ambao wamekaa muda mrefu hapa na uzoefu namna ya kutekti na kumweza kumgundua mtu bila kutumia nani, na sana sana hao watu wanaomeza madawa. Sasa wakibadilisha kwamba wabadilishe mtu ambaye hana uzoefu au hajui dalili zozote kwamba huyu ukimwangalia utajua kwamba huenda amemeza madawa, au chombo hiki huenda kimebeba madawa, au mtu ameweka kwenye viatu au kwenye mshono ya nguo, au kama alivyoelezea mkuu wa upelelezi kwamba wanawake wengine wanajifanya wana mimba, wengine techniques kwamba wanaweka kwenye maiti. Sasa tokana na uzoefu ambao tulikuwa nao, kifanya hivyo itakuwa viwanja vyetu ni uchochoro wa kupitia madawa ya kulevya. Maoni yake ni mazuri sana, lakini sasa nadhani labda kinachokosekana hapo ni takwimu, kwamba anaposema watu wabadilishwe kwa sababu ya rushwa, uthibitisho gani ambao labda pengine unaweza ukatolewa kwamba kiasi fulani cha madawa ya kulevya kilipita baada ya watu kupokea rushwa. Nadhani hapo angekuwa ametusaidia, lakini kama alivyozungumza mwenzangu kwamba JWTZ ni binadamu, TAKUKURU ni binadamu, kwa sababu inapotoa ripoti, nadhani TAKUKURU inapotoa ripoti yao, sidhani kama wanasema ni polisi peke yake. We have bad apples ndani ya jeshi la polisi, ndani ya TAKUKURU, ndani ya taasisi nyingine. Ndio inasema kwamba na refer ripoti ya Warioba, Mheshimiwa Warioba. Yani ili include everybody. Sawa. Sasa mtu mwingine anaposema kwamba tulete JWTZ. JWTZ wale wameandaliwa kulinda mipaka ya nchi. Polisi wameandaliwa kulinda raia na mali zao. Sasa maraka sasa unataka sasa yani hata ile mipaka sasa yani kutokuheshimiana ile mipaka sasa ya utendaji. Utakapomleta mwanajeshi ambaye hakuwa trained na masuala hayo, unategemea kitu gani? Kama alivyosema mwenzangu hapo, itakuwa ni uchochoro. Asante sana. Kuna Ana Davis anasema mbona hao wanaokamatwa na wa mtandao wao hauwekwi wazi? Hili ni swali ambalo mkuu wa upelelezi Hamad Hamis alijibu wiki iliyopita katika maswali ambayo tulimuuliza. Ninaye Zainul Mzige anauliza, hebu muulize wanakuaga wamelala au?
Swala hili kwamba kusema kwamba mtandao wanapita, kwamba uhaga labda watendaji wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama katika viwanja vyetu kwamba uhaga wanalala. Usemi huo kwa kweli tunashukuru, lakini lazidi kuzungumzia kwamba wanapita kwamba uhaga tunalala si kweli. Inategemea na situation yenyewe. Kama mfano leo usiku saa 8 wakati wa ndege ya Ethiopia Air imetua, tumeweza kumgundua abiria ambaye alikuwa amemeza madawa ya kulevya na tumezuia, na masaa yote hamna kwamba mtu waka analala. Said bin Said anauliza kuna ushirikiano wa wabebaji na matajiri wanaouza madawa ya kulevya. Kama sio kweli, wanakuwa wapi wakati madawa haya yanapitishwa? Je, wana vifaa sahihi vya kuwagundua wabebaji wa madawa ya kulevya? Swala hili kwa kweli kwamba waga tunakuwa na ushahidi kwamba kuna vyombo vya kugundua. Kwa kweli usemi huu ni sahihi, lakini sasa kutokana na mfano nazidi kurudia kwamba mtu labda amebeba, lakini kama amebeba kwenye mabegi, na mara nyingi tunafanikiwa kuzuia, maana vitu vinaonekana kutokana na uzoefu wa screening machine ambazo zinafanya kazi. Lakini kutokana na huyu mtu kama amemeza kwamba nawezaje labda tunashikiana naye anaweza kupita, hilo kwa kweli nakanusha kwamba sio kweli. Nimezidi kusema kwamba mtu amebeba, tunatumia uzoefu wetu kuangalia ruti zake, kuangalia dalili zake, na kutokana na uzoefu huo ndio tunaweza kustopisha. Asante Kaimu. Mkuu wa upelelezi utaongezea kwenye majibu aliyojibu Kaimu Kamanda, lakini na vile vile ningependa ujibu swali hili ambalo linaenda kwenye mambo ya upelelezi zaidi. Anasema, how do they get to the country and their policemen and equipment to detect the drugs at the airport if the policemen hawahusiki na viongozi wakuu katika serikali? Let him say the truth about the drugs. Tunadili na network, hatudili na mtu mmoja mmoja. Na nimesema kwamba inaweza ikafikia point kwamba hata ambaye anabeba anaweza asimjue the real owner of the product. Hilo ndio tatizo ambalo liko hapa. Ndio maana hata watu tunaokamata tunashindwa sometimes kuunganisha na watu wengine, kwa sababu yeye ukishamkamata unapohojiana naye, swala la kwanza atakalokuambia mnipeleke mahakamani. Kwa sababu hata umfanyeje, aliyempatia madawa hamjui. Ndio maana sasa kwamba ni network. Mafia style wanaofanya kazi. Yule mwenye mali hasa huwezi kumjua, ni messages zinatembea. Sasa na hawa wanaofanya kazi, hii kazi kuongea ni rahisi. Easier said than done. Kuongea ni rahisi, lakini unapokuja kwenye practical, mbali ya changamoto hizo ambazo tumezungumza hapa, unajua sometimes inabidi unamstopisha mtu. Kama tulivyosema kwamba watu hawabebi kwenye mikoba sasa hivi, ana meza. Ndege, yani 45 minutes to come, ndege inaondoka. Unamsuspect mtu, ameshakata tiketi yake anakwenda Hong Kong. Wewe una suspicious tu kwamba inawezekana amebeba madawa ya kulevya. Sasa niambie, yani hiyo changamoto ambayo utakuwa nao hapo, ucancel safari yake alafu mkute hana madawa ya kulevya ili akusuu, huna taarifa za kutosha. Una cancel safari yake, unampeleka hospitali kwenda kupimwa, hana madawa ya kulevya, then the burden is yours. Inabidi umsafirishe mtu. Kuna airlines nyingine ambazo zinatoa ushirikiano kwamba okay, ukiwaambia kama ni swala la kitaifa na nini, anaweza kukuelewa. Mwingine anakomaa anakuambia hapana, we are very much interested in our business. Sasa huyu abiria ile city inakwenda haina mtu. Sasa narudi pale kwamba inawezekana sometimes mtu anaweza akapita katika mazingira kama hayo, kwa sababu sasa uko between the two. Huyu mtu anatakiwa asafiri, ana board, ameshaanza kutangaziwa kwamba anatakiwa wahi ndege, yeye ndio amebakia tu. Wewe huna taarifa za kutosha kwamba mtu ana madawa ya kulevya. Sasa unafanya nini? Sometimes unaweza ukatake risk kwamba ngoja asafiri aende. Sawa? Sasa bahati mbaya inaweza ikatokea labda anakamatwa sehemu nyingine. Lakini kutokana na mazingira hayo, is a very complex problem. Sasa ukiwa mtaani unaweza ukalizungumza kila mtu anavyotaka yeye mwenyewe. Lakini hata huyo ambaye anatoa maoni haya tukimleta hapa, atakuwa anaingizwa mjini tu. Dadangu, kazi ambayo tunaifanya kwa ni kubwa sana. Na hongereni sana, na tunawatakia kila laheri kuhakikisha mnapunguza hii kasma ya madawa ya kulevya, kwa sababu inawahusu sana Watanzania na hasa vijana ambao wanajenga taifa la leo na la kesho.
Kwako kaimu kamanda, na kusomea message inatoka kwa Ludovic Peter wa Nkinga Hospitali kutoka Tabora. Napenda kumuuliza kamanda swali lifuatalo. Inakuwaje wauzaji na wasafirishaji madawa ya kulevya ni watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha, lakini watumiaji wengi wa madawa hayo ni watu wa kima cha chini? Kaimu, nitasoma maoni mengine, maswali. Wanapokamatwa wale wabebaji tunaonyeshwa, lakini siku ya kwenda mahakamani hatuwaoni. Wanaotumia hatutajiwi, bali polisi wanawapeleka wavutaji wale na madalali wao wauzaji wadogo. Huu ni ujumbe kutoka kwa Amiri Mrami. Hawa wauzaji wa madawa wanaojihusisha na biashara ya madawa ya kulevya kwa kweli ni watu wenye uwezo mkubwa, na ndio maana wanawabebesha watu kama watu ambao wanawafanya punda, yaani watu ambao hawana uwezo. Anahadiwa kwamba ukifikisha mzigo wangu nitakupa kiasi fulani. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo mtu anayebebeshwa hana uwezo wowote, ila muuzaji ndio mwenye uwezo. Na isitoshe mnasema kwamba wanapelekwa mahakamani sio wavutaji na nini wanaokamatwa, lakini wauzaji hawapatikani. Sasa sheria kama inavyoonekana kwamba mtu ukimkuta na kielezo chochote na hao wavutaji au wanaovuta madawa ya kulevya, sasa uwezo ukamwacha kumpeleka mahakamani kutokana na kitu ambacho umemkuta nacho ni kielelezo. Hata kiwe kidogo lazima umpeleke, na ndio sheria inavyosema. Asante sana kamanda. Nitapenda kusoma maoni kutoka kwa mtu anaitwa James King. James anasema mimi yangu ni maoni tu. Siku nilikuwa pale airport naongea na polisi wa uhamiaji, nikagundua kitu kimoja. Hakuna ushahidi wa kutosha wa kuwafunga kwa kuwa hakuna maabara ya mkemia mkuu wa kuthibitisha kuwa wanachokamatwa nacho pale uwanja wa ndege watumiwa hawa ni madawa ya kulevya au la, kwa kuwa huwezi kuvitambua kwa kutazama hata kama ukiwa nani. Na mahakama haifungi mtu kwa kosa la kusadikika, lazima ushahidi uwe imara. Nje ya hapo tutaishia kusema sana na hakutakuwa na mtu wa kumalizia haya mambo. Kama una lolote la kujibu kaimu, nataka nikusindikize na ujumbe mwingine kutoka kwa Marato George. Anasema kamanda, nini maoni yako kuhusu kubadili sheria ya kupambana na dawa za kulevya ili wahusika wakikamatwa wanyongwe hadi kufa kama zilivyo nchi nyingine kama China? Je, kuna msukumo wa kisiasa katika vita hii? Taratibu hizi baada ya kukamata madawa kwa kweli uhaga tunafuata, maana ukipata madawa lazima uyapeleke kwa mkemia na yaweze kugundulika kwamba ni madawa aina gani na thamani yake, na mkemia anatoa kwa maandishi na ndio unakuwa ni kama ushahidi mahakamani na si vinginevyo. Maana uwezo kaangalia tu kama alivyosema huyu mwananchi maoni yake. Lazima taratibu za kisheria zifuatwe na kuwe na ushahidi wa kutosha kuweza kumtia mshtakiwa mtuhumiwa mahakamani hatiani. Na pili, unalozungumzia sheria ziwekewe mkazo kidogo, zibadilishwe kuhusiana na sheria za madawa ya kulevya. Sheria hizo za kweli ziwekewe uzito kidogo, maana biashara yenyewe biashara hii kwa kweli inaleta madhara makubwa. Na nchi zingine, sehemu zingine kama China, nasikia kwamba wana sheria za mtu akipatikana madawa ya kulevya ananyongwa. Lakini kwa Tanzania bado tu ni kifungo au kupigwa faini. Nilikuwa naomba labda bunge la jamhuri litakapokaa lijaribu kubadilisha sheria, liweke uzito kidogo, ili sheria iwe kali kidogo, wananchi wajue, tambue kwamba kupatikana na swala kama hili ndio mwisho wako. Kwa hiyo nilikuwa naiomba viongozi au bunge la Tanzania lijaribu kubadilisha sheria na liweke uzito zaidi. Kwako mkuu wa upelelezi viwanja vya ndege, swala la timu za mpira, anauliza huyu Lidevu Junior. Hivi timu za mpira huwa zinakaguliwa mizigo yao wanapoingia au kutoka? Sijui kwa nini ameuliza kuhusu timu ya mpira tu. Hapo utatujibu kamanda mkuu wa upelelezi Ahmad. Alafu Ayubu Kahelo anasema muulize wanajiamini nini wasafirishaji wakati karibu duniani kote anapingwa, lakini wanapitia hapo hapo airport na wanajua kuna kukaguliwa, wao ndio kusema wanahusika. Pale kila anayepita lazima akaguliwe. Nadhani kuna kipindi hata wasanii ambao ni very famous hapa nchini, wengine walishaanza kulalamika kwamba wanapekuliwa na zaidi ni kwamba pale tunapopata taarifa kwamba labda pengine msanii fulani labda anaweza akawa anajihusisha na hiyo biashara, kwa kweli huwa tunakuwa makini zaidi nao. Tunakuwa makini kweli kweli. Sio kwa kuwaonea, lakini na tunakuwa tunaweka kwenye watch list.
kila anapopita lazima tumwangalie. Kwa hiyo sio timu za mpira tu, yani kila anayepita pale, na hasa wale ambao tutakuwa tunapata taarifa kutoka kwa wasiri au na wananchi wanaoitakia mema nchi hii kwamba wakina fulani nani wanajihusisha, tunakuwa makini zaidi, tunakuwa tuna monitor safari zao zote. Kwa hili la kwamba watu wanajiamini kwa nini wanapita, unajua makosa make hapa sasa tuje katika tuliangalie kwa mapana ili swala la madawa ya kulevya. Kwamba kwa nini watu wanajiamini na kitu gani kupitisha madawa ya kulevya? Ni sawa sana kujiuliza kwa nini watu kila siku kesi zinapelekwa polisi, huyu kaiba pikipiki, huyu kaiba nini, na bado nasikia kwamba fulani amefungwa, gerezani kuna wafungwa wangapi. Watu wameshazoea, kuna baadhi ambao wameshaingia katika hii fani ya kufanya makosa, wanapenda kutake riski. Leo umesikia pale mtu amekamatwa, lakini bado kuna mwingine atapita na madawa ya kulevya, atajaribu kupita na madawa ya kulevya, na bado anakamatwa. Ndio kuna kipindi fulani mwaka jana mwishoni tulifululiza kukamata, na anatokea kwenye vyombo vya habari, lakini bado mtu anaamua kutake risk. Na inatokana na msukumo mambo mengi, shida nyingi alizonazo nyumbani kwake na ushawishi, jinsi anavyoshawishiwa, anajikuta mtu anaingia, matokeo yake yanaishia kwenye mikono ya vyombo vya dola. Kwa hiyo sio swala kwamba watu wanajiamini, mtu ni shida zake zinampelekea kutake risk. Kwa sababu hata ukiwahoji aikueleza matatizo yake, unaweza ukashangaa. Kuna mmoja miongoni mwa ambao tumekamata hapa, binti ana shida zake, amekutana na mtu mmoja akamshawishi akaenda, lakini ukifikiria story yake, yule binti ana watoto wawili. Anasema Januari hii kodi ya nyumba yake yani anatakiwa alipe kodi upya. Ana mtoto wake anasoma shule na mwingine anataka kumwanzisha shule. Hana kazi ya aina yoyote, alikuwa na kibarua tu cha kubangaiza na nini, hana source yote ya income. Akajikuta kaingia katika mtandao. Sasa bahati mbaya ameingia, yani Hong Kong hakufika, maana hata boda hakuweza kuvuka. Tukamkamata. Sasa hivi yuko Segerea. Sasa wengi ndio maana kwamba wana target. Kuna swala moja limezungumzwa hapo kwamba wanaotumia ni maskini na nini. Si ndio wenye shida za maisha. Mtu anaona kwamba ameshapigika kimaisha, anaona kwamba ni sasa na mlevi. Mtu anaona kwamba solution ni kwenda kulewa ndio apunguze matatizo yake. Kumbe anaongeza matatizo. Kwa hiyo sasa ulevi anaotumia mtu mwingine ni kutumia madawa. Asante sana. Gwakisa Mwakibete anauliza, muulize ni kweli wahusika wa dawa hizo au madoni wanafanya biashara hizo hawawafahamu? Naona wamejibu hili swali, lakini pati yake ya pili, au wanakula nao. Labda hili ndio swali ambalo kaimu kamanda angeweza kutufafanulia. Alan Mzava anasema, kwa nini wanakuwa wanafanya utani kwenye mambo ya msingi? Haya madawa kwa Tanzania imekuwa kama unga wa sembe. Mbona kila siku tunasikia matukio haya ya madawa mpaka tumezoea, imekuwa ni kitu cha kawaida? Hili ni janga la kitaifa, waache mzaa kama huu wanaofanya. Kaimu kamanda, hawa ndo baadhi ya Watanzania ambao nadhani wanaandika wakiwa na uchungu sana, lakini mlioyazungumza wiki iliyopita na mnayozungumzia hapa ni mengi sana ambayo mmeweza kufanya katika uwanja huu. Lakini labda kwa kuwaridhisha Watanzania na watazamaji wangu, unaweza ukalielezea zaidi. Kweli ni kweli kwamba madawa mengi sana yamekuwa kama sembe wanauza. Sasa hili ni tatizo kama wanavyosema kwamba ni janga la kitaifa. Sasa hili ni tatizo, ni kama kusema kwamba, nadhani tumesema mara nyingi sana, biashara hii ni ya watu wenye uwezo mkubwa, wenye nafasi zao. Kwa hiyo tatizo tunaendelea nalo, kupambana nalo, na hao tunaokamata sana sana ni wale wabebaji. Ni kama alivyosema mkuu wa upelelezi kwamba na wao wanabebeshwa kutokana na mtandao wao ni wa kimafia, kwamba wanaweza ukaambiwa kwamba nenda sehemu fulani, akaenda kubebeshwa, alafu akaambiwa apeleke sehemu ambayo haelewi ni wapi. Kwa hiyo imekuwa ni tatizo, lakini hata hivyo tunajitahidi katika vyombo vya ulinzi na usalama katika viwanja vyetu kupambana na tatizo kama hilo. Kamanda, ninaye Ben Wasanane anasema, mimi ningemuuliza kuna haja gani jeshi la polisi kutumia mamilioni ya kodi za Watanzania kupambana na wasafirishaji wa madawa ya kulevya katika nchi, wakati tayari kiongozi wa nchi alishatangazia taifa kuwa amepewa majina ya madawa ya kulevya. Anaendelea kusema, these people should stop spoiling our names anyhow. Anaongelea, nowadays Tanzanians cannot move around the world without suspicion of being a drug pusher. Anasema Tanzania hatuwezi kupita kila duniani sasa hivi bila kujulikana au kuonekana kama ni wabeba madawa. Kwa hiyo anataka hawa wa Tanzania, these people should stop spoiling our name, to spoil our name. Kwa hiyo wanataka tuache kuharibu jina la
Tanzania. Na anasema I'm hermetically angry, anasema nina hasira sana. Kaimu kamanda, ili unalizungumziaje? Wakati kaimu unajibu hili swali, kuna Kebi Shaban kwako, mkuu wa upelelezi, anasema unafahamu kuwa wewe huna uwezo wa kuwakamata waingizaji wa madawa ya kulevya wanaopitia hapa uwanja wa ndege, kwa sababu wanawatumia watu waliokuzidi cheo au wenye madaraka makubwa serikalini, na wewe hupokea amri tu kutoka kwao kwamba kuna vijana wangu wanaingia na ndege fulani na hivyo wasibugudhiwe. Je, unaweza kututajia umeshapokea amri ngapi kama hizo? Hiyo utajibu wewe, mkuu wa upelelezi, lakini turudi kwake kaimu kamanda kujibu swali au maoni ya Ben wa Sanane. Maoni ya huyo Ben Sanane kwamba sisi kwamba labda tunashiriki katika kusaidiana na hao watu. Hiyo swala kwa kweli sio sahihi, na si kweli kwamba, nadhani tumezungumza awali na mkuu wa upelelezi hapa amezungumza kwamba tungekuwa tunashiriki, nadhani tusingekuwa tunawakamata. Lakini kuanzia sasa, na ukilinganisha na jinsi tunavyoendelea mbele kusonga mbele, yani ndio tunazidi kukamata zaidi sasa. Kwa hiyo kwa kweli ni kutokana tu labda zamani tulikuwa labda na vyombo vyetu tulikuwa hafifu, alafu na watendaji wetu hawakuwa na uzoefu zaidi, na jinsi tunavyozidi kukaa kwenye viwanja vyetu au kukutana na makosa hayo mara kwa mara, tunakuwa na uzoefu mkubwa wa kuweza kumgundua mtu, na kwa hiyo tunazidi kupambana. Kwa hiyo si kweli kwamba labda nashirikiana nao wauza unga kwamba kuwapitisha. Swala hilo sio sahihi kwa kweli, na ndio maana tunawakamata wakati wowote, na idadi kubwa mpaka sasa nadhani nimesoma kwamba ni watu wengi sana tumeshawakamata na kesi zao tumeshazifikisha mahakamani. Kwako mkuu wa upelelezi. Mimi nataka niwahakikishie wananchi kabisa kwamba kwa nguvu zote na kwa kujiamini kabisa kwamba mimi nimekuja hapa kufanya kazi. Nilikuwa pale Interpol pale makao makuu ya upelelezi pale. Nimeletwa hapa kuja kufanya kazi. Maelekezo niliyopewa au maagizo ambayo napokea mimi ni kwamba kamata hao watu. Hakuna maelekezo mengine zaidi ya hayo. Labda wananchi wameshazoea kwamba tukikaa kimya wakisikia kwamba watu hawakamati ndio wanaweza akaridhika kwamba madawa hayapiti. Kumbe yanapita. Sasa mimi ningeomba sana hapa, ningeomba support ya kwao. Waendelee kutuamini, watuletee taarifa na wataona matokeo yake. Naamini kabisa wale ambao wanatupa taarifa sasa hivi wanajisikia. Kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kwamba mbali ya uzoefu ambao tunawatumia vijana wetu ambao wako pale, lakini ni pamoja na taarifa kutoka kwa wasiri. Naamini walio wengi ni kwamba wanafurahia kwamba taarifa ambazo wanatupatia tunazifanyia kazi. Na ndio maana tunatangaza kwenye vyombo vya habari, leo tumemkamata fulani, leo tumemkamata fulani. Sasa wanatakiwa watu support kutupa taarifa. Nadhani swali litakuwa ni la mwisho. Kwenu wote wawili, mna familia na watoto? Kwa kweli waandishi wa habari, swala hilo ni la kawaida kwa binadamu yoyote ambaye ni anauzia mtu mzima na umri wa kutosha. Lazima awe na familia. Vinginevyo asipokuwa na familia basi ana matatizo mtu. Mimi nina mke mzuri kabisa na watoto 3. Sasa kuna mmoja wa watazamaji wangu anaitwa Adam Mohamed, na ameuliza waulize je, kama ni mtoto wake anabeba hiyo miadarati, atamtangaza hadharani pamoja na godfather wake, au unakamata wale ambao hawajapitia ofisini kwako na kuacha bahasha iliyonona? Hili ni swali la Adam Mohamed akitaka kujua kama ni mtoto wako. Sasa ukiwa unalijibu hili swali, muangalie binti yako, muangalie kijana wako kwamba kama ni yeye utamkamata ama. Nashukuru swali kama hilo. Nadhani kwa kifupi kwamba hii ni janga la kitaifa na watu wote wanalaumu, na kila mtu kwa kweli apendelei, hata kwa huyu aliyeuliza maswali huyu, kama yeye ni mtoto wake. Nadhani kwa mtu yeyote mwenye akili timamu hawezi kulimezea, uwezo ukamwacha mtoto wako azidi kuteketea, maana ni swala ambalo kwa kweli linafika vita na ni hatari na haribu maisha ya mtu. Na si rahisi mzazi kufumbia swala kama hili. Kama ingekuwa ni mtoto wangu, hata mtoto wangu mimi siwezi kufumbia macho. Maana ni swala ambalo sio zuri na naweza kumwamlia maisha yake. Kwa hiyo itabidi achukuliwe hatua kama kawaida kama watu wengine. Nachoweza kusema ni kwamba unajua kwa sababu madhara ya madawa ya kulevya nafahamu kwa nchi na
yani kwa taifa kwa ujumla, kwa mtu mmoja mmoja binafsi, kwa kweli naweza nikasema ndo labda hicho ndio kinachonipa msukumo wa kutokuwa na huruma au kutokumuonea haya mtu ambaye anaambiwa kwamba amebeba madawa ya kulevya, kwa sababu madhara yake siangalii tu madhara katika familia ya kwangu, lakini naangalia hata watoto, hata Mama Salma Kikwete ana msemo wake mmoja ambao ni mzuri sana, kama watu mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Unapomwachia mtoto wa mwenzako akapata madhara ya madawa ya kulevya, anakuwa ni mzigo kwako baadaye, kwa sababu lazima kodi, serikali, utakuwa na pool ya watoto ambao wameathirika kwa madawa ya kulevya. Serikali itabidi iwatunze wale watu, inabidi ijibane katika vyanzo vyake vya fedha, pamoja na kwamba hutoambiwa kwamba hii fedha tunakubinya zaidi kwenye kodi ili tuwasaidie wale, lakini unaweza kukuta vitu vinapanda na kadhaa. Impact yake ni kubwa sana. Kwa kuliangalia kwa mtazamo wa karibu, mwingine anaweza kusema anawaachia kwa sababu labda pengine sio mtoto wake. Lakini kwa kuangalia kwa mapana yake, mtu ambaye atakaa na kuliangalia tatizo kwa mapana yake, kwa kweli kila mmoja anapaswa sio kukatishana tamaa wa kusema kwamba anachukua fedha. Cha msingi ni kupeana moyo na kupeana nguvu na kusapotiana, kuunganisha nguvu kwa pamoja kuhakikisha kwamba ile tatizo tunalipunguza. Huwezi ukalimaliza moja kwa moja, angalau kulipunguza ili kuipunguzia serikali yetu mzigo wa kubeba familia au kuwabeba wananchi ambao wangeweza kuwa productive katika maeneo mengine, lakini inashindikana kutokana na madawa ya kulevya. Nafika mwisho wa kipindi changu, lakini nirudi tena kwa watazamaji wangu. Mmekuwa wengi sana katika kutoa maoni, na maoni haya yataendelea kusomwa katika luninga hii, na naahidi nitarudi tena uwanja huu wa ndege kupata maelezo zaidi, kwa sababu vita hii sio vita ya kuwaachia mapolisi, kuwaachia viongozi au makamanda au jeshi la polisi kupigana, bali ni vita vyetu sote. Vinaanzia ndani kwetu, vinaanzia nyumbani kwetu, zinaanzia maofisini kwetu, na zinaanzia kwa majirani, ndugu, jamaa na marafiki. Mpenzi mtazamaji, natokea uwanja wa ndege wa airport katika sehemu yetu ya pili ya siku hii kuhusu ubebwaji, usafirishwaji, utumiaji wa madawa ya kulevya ambao umetikisa nchi, umetikisha wananchi, umetikisa uchumi wa nchi hii kwa mwaka 2013. Mpenzi mtazamaji, nichukue fursa hii kwa niaba ya Africa Media Group kuwashukuru sana na kuwapongeza hawa viongozi katika